Asanteni sana ndugu zangu kwa kuendelea kucomment na kuhitaji uelewa kwa ajili ya kujulishana mambo mbalimbali yanayohusiana na ajira. Sasa kuna comment hapa nadhani ni baada ya kuona posti ambazo tumeziposti muda kidogo nyuma uliopita. Hebu naomba tuzisome hizi comment alafu kisha tuzijibu kwa pamoja. Kama unauelewa pia unaweza ukachangia mawazo yako. Kwa nini? Kwa sababu chaneli hii ni yetu sote. Sisi sote ni ndugu, sote ni wapambanaji. Tunatamani kufika pahali tukiwa tumefanikiwa. Yes, naomba tu preview hii comment kwa pamoja. Zipo kama 3 sehemu moja. Yes. Ukiangalia hapa aliyefungua comment anaitwa Nyange Tadov. Anasema kwamba asante sana, tunaendelea kusubiri. Hii ni baada ya kuposti makala inayozungumzia ajira za polisi. Pia tena Nyange Adolf anasema kwamba je, kama mtu hana kitambulisho cha NIDA na kitambulisho cha mpiga kura anafanyeje kwenye usaili? Hapa ninaomba tusikilizane kwa makini sana, lakini hapa chini kuna comment ya Geoffrey Freddy anasema mwaka huu sidhani kama kutakuwa na ajira za polisi. Hii kwangu na kanusha kwa Geoffrey Freddy, na mjibu kabisa ya kwamba kitu kikishawekwa kwenye budget lazima kitekelezwe. Kwa hiyo kinachosubiriwa ni utekelezaji. Ajira zitakuwepo sababu zishatangazwa. Ninaomba tu base na hii comment hapa ya Nyangeta Adolf. Yes. Nyangeta Adolf, naomba tubezi na hii komenti yake hapa tumjibu kwa ufasaha, maana tayari Geoffrey nishamjibu hapa kwamba ajira lazima ziwepo, ni sio ombi, ni lazima kwa sababu zishatangazwa bado kutoka, yani litolewe tangazo husika kwamba ni jeshi gani linaanza kuomba watu waanze kutuma maombi. Yes, naanza na Nyangeta hapa. Nyangeta Adolf, wewe ndio swali lako hili naomba tulifafanua kidogo kwamba hauna kitambulisho cha NIDA, hauna kitambulisho cha mpiga kura. Unafanya nini? Yes, tuanze kudiscuss kwa pamoja. Sasa kama hauna kitambulisho cha NIDA, hauna kitambulisho cha mpiga kura, usiogope, hakuna shida. Kwa nini? Kitambulisho cha NIDA na mpiga kura ni kutambulisha wewe ya kwamba wewe ni Mtanzania ama ni mkazi wa sehemu fulani. Sasa mbadala wa, nisikilize kwa makini, kuna vitu hapa nitavitaja vyote. Nadhani vyote hivyo lazima uwe nacho kimoja. Cha kwanza, kitambulisho cha NIDA. Kama hauna, uwe na kitambulisho cha mpiga kura. Kama hauna, angalau uwe na passport ya kusafiria, passport ile kubwa. Kama hauna passport ile kubwa ya kusafiria, angalau uwe na leseni ya udereva. Kama hauna chaguo la mwisho na option ya mwisho ambayo ni rahisi sana kuipata, ni barua kutoka kwa mwenyekiti wa mtaa. Itaonyesha wewe unatoka sehemu fulani. Hiyo barua unaweza ukaipata kwa shilingi 5,000 kama sikosei, ule muhuri na sign wakikufanyia wanafanyia 5,000. Yes, iko hivyo. Kwa hiyo ni kitambulisho cha sehemu au ni barua ambayo inatambulisha mtaa gani unatoka. Iko hivyo. Kwa maana hiyo huwezi ukakosa vyote hivyo hadi cha mwisho ndugu yangu. Kwa hiyo lazima uwe na hicho kitu ndio uweze kuingia kwenye usaili. Asante sana, nafikiri sana umenielewa. Nimezungumza mbadala wa kitambulisho cha NIDA. Asante.